Dada, mimi nimekufanya nini lakini? Aliuliza Lama. Kijana, kama nitathibitisha kuna jambo lolote umemfanyia bebi wangu, hatua kali zitafuata mkondo wake. Aliongea yule baba. Eti kama nitathibitisha nyonyonyonyo. Kumbe bro nilijua na akili timamu. Kumbe wewe na huyu dem mlichopishana ni makalio. Sasa nasema hivi, kabla nipigie masela wangu hapa, naomba hela yangu. Yaani dakika 0 hiyo gari utaenda kuuza scraper. Toeni hela yangu kwanza hapa. Muangalie kwanza na hilo tumbo lake. Una hela wala nini? Sisi wenye hela tunawajua. Nipeni hela yangu nawaambia. Aliongea Lama kwa ghadhabu. Baby, mpe tu hela yake. Yaani nimejifunza kitu. Next time nita request. Aliongea yule binti. Lakini baby, hela ya usafiri si nimekutumia kwenye simu. Hapa nina hela kweli? Aliongea yule baba akijipapasa kwenye mifuko. Akatoa pochi. Alipoifungua ilikuwa na 18,000 tu. Lama alipoona yule jamaa kafungua pochi, alisogea mpaka pale. Akanyofoa 15,000. Yaani mwanamume mzima mikwala yote unatembea na 18,000. Na gari yenyewe kwanza umeazima. Ukiigonga tu kazi unayo. Na huyo demu inaonekana ndo siku ya kwanza mnakutana. Na we demu, chukua chako mapema aisee. La sivyo huko unakoenda unaenda kukopwa. Aliongea Lama na kuwasha bodaboda yake na kuondoka. Lama, mzee Mashaka kaja hapa sio muda. Anasema mzigo wake haujamfikia. Aliongea Ismail baada ya kumuona Lama kafika kijiweni. Mzigo si nimempa mwanae jamani. Yule mwanae wa kiume yule. Ngoja nimpigie asiniletee maseke. Aliongea Lama akachukua simu yake na kupiga namba kadhaa. Simu ikaanza kuita upande wa pili. Ndiyo mzee. Nimempa yule kijana wako wa kiume hapo. Aliongea Lama. Aya poa. Alimaliza Lama na kukata simu.